hii ndo safari ambayo ukiangalia kwanza utajifunza kuliko safari zote ambazo nilishawahi kuhadisia. Na safari hii ilikopo ina kimbembe kuliko safari zote ambazo nilishawahi kupanda. By the way, hapo ndo nilikopo naingia katika swala la boni, lakini niwaambie ndugu zangu. Hivi ulishawahi kuwa na safari ya ndege lakini ukaanza kupanda gari, alafu ukashuka kwenye gari ukapanda pikipiki, ukashuka kwenye pikipiki ukapanda daladala, ukashuka kwenye daladala ukapanda pikipiki, alafu ndo ukapanda ndege? Ndo ilikopo hii hapa. Maana yake wakati naondoka hapo nyumbani ilikuwa ni around saa 8 kama sio saa 9, kupo kuna foleni sana. Nimefika maeneo ya Tazara kukawa kuna foleni kubwa, kwa hiyo ikabidi nishuke nichukue bodaboda ili kuweza kuwahi ndege. So hadi mwenyewe nilishangaa, maana yake kama hapo ulikopo na nisingefanya hivi, maana yake ilikuwa naweza kuachwa na ndege kabisa. Kama hapo ilikuwa ni around imebaki kama lisali moja tu muda wa check-in huo umeisha. So kama hapo hivyo nilikopo naingia katika ndege, na ndo kwa mara ya kwanza napanda ndege ya Tanzania kwenda international. Sio kwa mara ya kwanza napanda kwamba ndege ya Tanzania, ila kwenda international. Hii ndo mara yangu ya kwanza napanda ndege ya Tanzania. Kwa hiyo nilikopo niko surprise na vitu vingi sana, kwa sababu sijawahi kupanda international flight ya Tanzania. So hapo nilifika katika ndege na hatukuwa watu wengi sana. Huwezi amini hata wakati nafanya check-in pale, jamaa kaniuliza nikupe siti gani. Mimi nikamuuliza, inakuaje niulize swala la siti? Sasa hapo nilisema ngoja nivue kofia ya mzee uji wangu kidogo ili muweze kuona hizo engo. Maana yake kabla ya safari hapo nilipita kwa ndugu yangu hapo bwana White, huyu jamaa yuko Mwananyamala pale. Nikasema ngoja nene nikapige engo, kwa sababu sehemu ambako unaenda kuna hiyo nchi ambayo unaenda huko, ukinyolewa ndugu yangu kama vile umepumusuliwa. Nikasema ya nini mimi kwenda kunyoa kwa 400,000 alafu nanyolewa vibaya. Haya, sasa turudi katika safari. Hapo alikuwa ametupa earphone. Niwaambieni tu kweli, ya Tanzania sijawahi kupanda. Hapo unatafuta sehemu ya kuweza kuchomeka earphone. So ngoja sasa nianze kuwapa story fulani hivi. Hii safari nilikuwa natumia e-visa, na e-visa katika safari hii hapa, maana yake nilifanya tu visa online na sikutumia agent. Maana yake nilitumia mimi mwenyewe kuapply katika website ya nchi husika. Maana yake safari nilikuwa naenda India. So nilikuwa nimeapply mwenyewe katika website yao. Na kwa nini sijatumia agent? Asilimia kubwa ya maagenti wengi sio wa kweli. Maagenti wengi asilimia kubwa sio wa kweli. Na mimi ni moja kati ya watu mtu achene kwanza kumuona yule pale naye ule naye anahangaika namna gani anaweza kaichomeka hiyo earphone. Kwa tulikuwa wengi, nilijua tu peke yangu ndo nimeshindwa kuchomeka earphone. Haya bana. Sasa kwa nini sikutumia agent? Maana yake maagenti wengi iseki ukweli sio waaminifu, kwa sababu hata mimi ni shuhuda wa maagenti. Maana yake maagenti mwenyewe walishanichoma mara nyingi sana katika swala la kutafuta visa. Unakuja kukuta hadi kuna muda unaweza kuwa upo bandi katika nchi fulani kutokana na agent kuwa muongo. Agent yeye anachokijali mara nyingi ni pesa zake tu. Hajali kwamba wewe hiyo ni sehemu yako ya kufanyia kazi au ni sehemu yako ya kutafutia maisha. So agent ambaye pia kwa sasa hivi ambaye anaweza kulikomend, kuna jamaa ambaye alikuwa kama amenisindikiza airport muda ule pale, anaitwa Manoti. Huyu jamaa pia naye yuko vizuri na anakuambia ukweli. Kama issue haiwezekani anakuambia ukweli, na kama issue inawezekana anakuambia ukweli. Lakini maagent wengine sometimes hadi mialiko wanafoji hivi na hivi, unaweza kujikuta mtu unakuwa uko bandi kuingia katika nchi pasipo mwenyewe kutaka, manake ni agent. Sasa hiyo siti ambayo nilikuwa nimekaa hapo, hiyo ni emergency exit. Jamaa walikuja alinielekeza namna gani ya kuweza kuitumia hii hapa. Ila sometimes unajua unakaa sehemu afu unaelekezwa hivyo, unaanza kusema hivi, unajua kuna yale mawazo yanakuja. Sasa hivi kwa mfano nimetokea eti hawa watu wote wananitegemea mimi ndo niufungue mlango. So Tanzania kumbe ni ndege ambayo ni nzuri sana. Na recommend watu wengine ambao mnakuwa mnataka kufanya international flight, mtumie ya Tanzania, ni nzuri sana. Na hapo ulifika ni muda wa chips au chicken. Nilikuwa nasubiri sana wakati nachukua chips au chicken, nilivyoinama ndo nikaona kuna kitundu hicho hapo. Hicho ndio kitundu cha kuchomeka earphone. Ila msosi sitaonyesha, maana yake kwanza ulikuwa msosi mtamu ila mchache. I say jamani, hivi kweli pesa yote ambayo tunawapa chakula chenye watupa chakula kichache mpaka kidogo nimwambie brother nipe viwili. Chakula kichache sana. So kwa watu ambao mnakuwa mnatafuta visa za nchi tofauti, hakikisha mnawatumia maagenti ambao wanakuwa ni waaminifu, kwa sababu maagenti wengi wanakuwa sio waaminifu. Lakini pia tujifunze, hata kama agent anakujazia details, aidha umfuate ofisini kwake, uangalie process zote zinavyoenda na uhakikishe details zinazojazwa ni details sahihi. Kama wewe mwenyewe unashindwa kufanya
application mwenyewe. So hapo tulikopo tunaenda India, na hapo ilikuwa ni katikati ya safari, na hapo kudadeki ndo tumekaribia kushuka, lakini ni masaa kama almost masaa kama 5 na dakika 20 hivi, lakini kulikuwa kuna baridi ni kali, alafu kwenye ndege kuna katabia kama vile mtu unakuwa unababuka sijui. Nikasema ngoja niwaoneshe wandegeleko wenzangu choo kile pale. Haya, hapo ndo Mumbai tumekaribia kushuka. So hii hapa kwa Mumbai nime experience kitu kingine, kwa sababu ndo for the first time naingia katika sehemu mji wa Mumbai, kwamba airport yao kiukweli ni kubwa sana, ndege zao ni nyingi sana. Lakini sasa kuna watu, yani kiasi kwamba mimi hapo nilishuka ilikuwa around saa 9 almost saa 10, ila nimekuja kutoka ndani ya airport asubuhi, na nilikuwa abiria wa mwisho. Uweze amini hadi ile staff wa Air Tanzania alikuwa ananitafuta airport kwa sababu begi langu liko katika mkanda, akaja akaniambia begi lako liko sehemu fulani. So niliweza kupita tu vizuri hapo. By the way, sikuulizwa swali lolote kwa sababu details zote ambazo zilikuwa zinatakiwa nilikuwa nishazijaza online, kwa hiyo pale ilikuwa ni rahisi tu. Sometimes e-visa inakuwa kidogo inarahisisha. Sawa. Sasa hapo maana yake katika hii airport pia hakuna swala la internet kama utakuwa hauna hiyo SIM card ya India. Kimbembe kingine hichi hapa. Sasa huyu jamaa hapa ni taxi driver. Umeona, nimejaribu kumwambia hapo kwa sababu nilikuwa na address ya sehemu ambayo naenda, kumwambia nipeleke, saa akanipeleka. Sasa ila kumbe huyu jamaa huko naye mjanja. Eti kanipakiza kwenye gari vizuri, nikaingia tu gari nzuri nini ina AC, lakini anafuja. Afu jamaa kila sema maoni, yani sijui wani wa Hindi sije akiliza kama hapo walikuwa wanataka mgongo jamaa. Umeona sasa maana yake kama jamaa hapo amenipandisha. Tumefika mbele, mshikaji wangu ananiambia ngoja tumwesiji baba yangu nini. Eti akanifaulisha mshikaji wangu. Sema ndio hivyo, kwa sababu nilikuwa nimeshachoka, nikasema hamna no mataka kakilikuni kamekaa fresh tu kaanza kaunyama. Cheki hapo gari. Haya bana, tukatembea. Sasa tumefika njiani, gari kapata pancha. Fatana na vieti, subiri hapa kidogo. Ninafanyaje nibadilishe tairi, nikasema yani safari kwanza nimepanda gari, nikashuka nikapanda bodaboda, nikashuka nikapanda ndege, nikashuka nikapanda gari nyingine hapo, baba anabadilisha tena anakuja kupandisha tena anabadilisha tairi. Nikasema hatari. By the way, India kitu ambacho nimekiona katika swala la miundombinu, umeendelea, njia zao ziko vizuri, lakini watu ni wengi sasa, ila wako very rough. Hapa jamaa aliniambia nisaidie kunibebea begi langu kwa sababu hiyo njia kwenye hoteli ambapo nilikuwa naenda gari haipiti. So until next time guys, nitashare nanyi vitu vyote, fursa zote ambazo zinapatikana kwa hapa, maana yake kwa siku ambazo chache nitakupa huku, basi nitashare ili tuweze kujifunza mambo mengine. Bye bye.